Nyamwa? Yes. Tupo vizuri? Sana. Never better. Never better. Huwa nikiuliza nawaambia watu I'm on top of the world, wanashtuka. Wanatamani waje huku nilipo. Kumbe kuna baridi. Kuna baridi. Alafu unajua unaamua kuwa on top of the world unaamua. I know. Ukitaka uwe chini utabaki chini. Yes. Leo KP tuko ushuani kidogo. Leo tuko ushuani. Tuko ushuani Oysterbay hapa na pale. Alafu tupo na mmoja kati ya Watanzania wenzetu ambao KP mimi nimewafahamu kwa miaka kadhaa. Yes. Piga kazi moja matata kabisa na wameaminiwa kwa muda mrefu sana kwenye nafasi za juu kwenye makampuni ya kimataifa. Unajua KP tena uzuri umekuwepo mjini kabla yangu bwana. Wewe umetangulia. Ndio. Kuna miaka ambayo KP unajua kulikuwa na makampuni ya kimataifa hata kama yapo nchini, kuna nafasi fulani wabongo hawafiki. Ile kule nini wanakuwa ni wageni wenyewe. Ya juu sana kule. Unajua Sasa nisaidie tutambulishie mtu ambaye ameturequest leo. Haya, tuko na Mtanzania mwenzetu kaka Simon Shayo. Cheo chake yeye ni Vice President. Kwa Kiswahili tunasema ni makamu wa rais. Unakuwa makamu wa rais Makamu rais. Hatuna ukiweka 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 maana yake kuna rais au ni ya serikali. Makamu rais wa mahusiano na ustahimilivu. Yes. Yani Vice President Sustainability and Corporate Affairs. Kutoka Anglo Gold Ashanti. Hapa Tanzania tunafahamika zaidi Geita Gold Mine. Geita Gold Mine. Nafanya kazi kule. Ndio. Sisi nimekutisha. No project sio kazi. Nimefanya project kwa ajili ya kusaidia vijana na kina mama. Bwana GGM wanatimiza miaka 25. Kama jana unajua kabisa hizo. Ndio. Miaka 25 lakini miaka 25 ambayo wamefanya vitu vingi sana kwenye jamii ambazo zinawazunguka. Ndio. Sawa, kwa tuko naye hapa na kama sisi alivyokuwa ameanza kusema tukiwaona watu kama hawa wako kwenye nafasi kama hizi kwenye taasisi kama hizi sisi tunajidai kabisa, maana yake tuna watu wetu au sio bana? Kabisa, tuna watu wetu ambao wanatuonyesha mfano kwamba inawezekana, lakini pia tuna watu wetu ambao watasema kwa niaba yetu. Simon, karibu sana. Asante sana kaka Masud. Mambo yanakwenda si mbaya, hatujaonana sana lakini tunaonana, yanaenda, tunamshukuru Mungu. Tunaanza mwaka wa 26 kwa Geita Gold Mine. Na katika 26 na yenyewe nimekuwepo huko kama miaka 10 na zaidi. Namshukuru Mungu. Ndio. Katika 26, maana of course 25 tunazungumzia, una miaka 10. Hapa na si 10. Nimekuwa kwenye sekta hii ya uziduaji, yani madini, mafuta na gesi, nimekuwepo kama kwa miaka 22 sasa. Ikiwa pamoja na nje ya GGM. Ndio. Okay. Lakini kwa GGM peke yake nimekaa sasa kwa miaka 15. On and off, lakini miaka 15 kwa ujumla cumulative. Miaka 15. Ndio. Mimi KP natamani sana kuanza na swali la jumla. Jumla kabisa kabla hatujaingia kwenye maswali ambayo yatakuwa ni specific. Geita Gold Mine ni moja kati ya kampuni kubwa sana za madini hapa nchini Tanzania. Na tunajua kwa miaka 25 ni robo karne, ni kipindi kirefu sana. Mtu akikwambia useme mafanikio makubwa mpaka leo, yani ambayo hayo ndo nayapa top priority kama mmoja kati ya watendaji wakubwa wa taasisi, utazungumzia mafanikio gani? Nashukuru. Na umeshasema moja, Geita Gold Mine ni moja ya makampuni makubwa ya uchimbaji hapa Tanzania, na hata kwenye corporates nyingine makampuni ya kibiashara ni moja ya makampuni makubwa yanayofanya kazi hapa Tanzania. Kwa miaka 25 ambayo tumekuwepo, tukiwa ni moja ya migodi ya kwanza kabisa mikubwa Tanzania ilipofungua milango kwa wawekezaji wakubwa. Kuna mafanikio makubwa. Kwanza, mgodi wetu umekuwa mgodi wenye mwendelezo mzuri wa uzalishaji, consistency. Tunazalisha kwenye level inayoitwa tier 1 ambayo ni ile level ya kwanza inayotambulika kwa migodi mikubwa duniani. Mgodi kwa upande wa dhahabu wenye uwezo wa kuzalisha wakia 500,000 na zaidi kwa mwaka. Lakini tuna wakia ni ounces, ambayo ounce moja ni gramu 23. Na ndio dhahabu inapimwa kwa ounces. Lakini pia tumeajiri zaidi ya watu 7,000
Katika miaka 25 ina maana kuna waliokuja wakaondoka, kuna walioajiriwa wakastaafu na kadhalika, lakini sasa tunapozungumza tuna zaidi ya wafanyakazi 7,000 kwa vipimo vyovyote vile vya sekta binafsi, vya umma, vya nini. Hiyo ni idadi kubwa sana ya watu walioajiriwa sehemu moja. Ndio. Tumekuwa na mchango mkubwa wa kwenye kuendelea kwa jamii ya Geita. Mji wa Geita tumetoka kwenye kuwa wilaya, baadaye tukawa mkoa na makao makuu yakawa ni pale pale kilomita 4 kutoka mgodini, na baadaye tukawa manispaa ya mji. Sasa hivi ni manispaa, mamlaka ya mji, na sasa hivi ni manispaa. Lakini Geita pamebadilika, maisha ya watu Geita yamebadilika. Sisemi kila kitu kinahusishwa moja kwa moja na Geita Gold Mine, lakini chachu kubwa na mchango mkubwa Geita Gold Mine. Lakini ukiangalia kwenye sekta za kimaendeleo, sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya usafirishaji, tumechangia hasa kwenye miundombinu na huduma kiasi kikubwa sana kwenye kuboresha miundombinu ya afya, miundombinu ya elimu na kadhalika. Na ukitaja miradi michache, mfano mradi wa maji safi na salama wa Geita mjini ambao ulizinduliwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais wakati ambaye sasa hivi ni Mheshimiwa Rais 2016 wakati huo. Kipindi hicho watu waliokuwa wanapata maji safi na salama kwenye mji wa Geita walikuwa less than 10%. Ule mradi ulishuti hiyo kwenda more than 70%. Okay. Tafsiri yake ni nini? Kwamba watu wanaboresha afya zao, ustawi wao, lakini kuna watu waliokuwa wanaenda kutafuta maji kilomita nyingi, wakina mama ambao unapotea bana, hawazalishi watoto wa kike ambao hawaendi shule. Utataja miradi, kuna mradi mfano wa shule nyingi hasa, lakini shule moja ni shule ya wasichana inaitwa Nyankumbu, ambayo is the first ever boarding school ya wasichana kwa mkoa wa Geita. Okay. Leo ninavyozungumza ni shule moja ya shule bora kanda ya Ziwa, na ni moja ya shule ambayo inapeleka almost 100% ya watoto wanaomaliza form 4 kwenda form 5 na wanaomaliza form 6 kwenda chuo kikuu. Kwangu mimi hiyo ni transformation. Na hivyo kwenye afya. Hatuna miradi mingine pia ambayo ni ya kitaifa kama mradi wa Kilimanjaro Challenge Against HIV/AIDS ambao kila mwaka tunapanda mlima kukusanya fedha na kuleta uelewa kwa watu kwamba bado virusi vya ukimwi na ukimwi ni changamoto. Hiyo vitu vimetuweka kwenye ramani ya kiongozi wa mabadiliko kwenye sekta binafsi ya Tanzania, na tunajivunia miaka 25 ambayo hatujichukulia kama mwekezaji. Tumejichukulia kama miaka yetu 25 ilikuwa squarely aligned na dira ya taifa ya 2025 ambayo imekamilika mwaka jana, na hivyo mafanikio yote yaliyopatikana, na sisi tunaona fahari kwamba tumekuwa sehemu ya mafanikio hayo kwa Tanzania na kwa nchi yetu ya Tanzania. Na hata kwenye mchango wa sekta ya madini kwamba serikali yetu ililenga kwamba kufikia 2015 sekta ya madini inachangia kwa uchache 10% ya pato ghafi la taifa. Hiyo target ilipitwa. By the time tumaliza mwaka jana ilikuwa ni zaidi. Tukijitazama sisi kama kampuni ya Anglo Gold Ashanti kupitia mgodi wetu wa Geita, tunaona tulikuwa na sehemu kubwa sana ya mchango huu. Yaani huwezi kutaja ile kwa achieve 10% bila kutaja significantly contribution ya Geita. Okay. Umuhimu wa mahusiano, unajua hicho mnachozungumza cha kwanza kutoa support kwenye huduma za jamii ni jambo moja, lakini wale watu ambao wanawazunguka ama wanaozunguka mgodi, unajua mara kadhaa kuna watu wanafikiria hivyo, wanafikiria vile. Umuhimu wa mahusiano kati ya kampuni na jamii, hebu tupitishe huko. Nikiweka kwa sentence moja ni kwamba, na ambayo ni tunu yetu, tunasema jamii ni lazima inufaike na ionekane kunufaika kwa uwepo wetu sisi Geita Gold Mine. Lakini tukifafanua zaidi, nimeipenda hiyo wakati unafafanua umenoti hiyo KP inufaike na ionekane kunufaika. Unajua hiyo yes, amenikumbusha kwenye sheria huwa anasema sio tu haki ipatikane, ile pia ionekane imepatikana. Nimeupenda huo msisitizo. Okay. Kwa hiyo tukifafanua zaidi ni kwamba tunajiita at the global level sasa. Tunasema Anglo Gold Ashanti's purpose, lengo la uwepo Anglo Gold Ashanti ni mining to empower people and transform societies. Uchimbaji wa madini kwa ajili ya uwezeshaji wa watu na kuinua au kuboresha au kuendeleza jamii. Kwa hiyo tumeiona hiyo ikifanyika kwa matendo, lakini pia
kwa kadiri tulivyokuwepo kwa miaka hiyo 25 tumejifunza mengi katika mahusiano. Hapa na pale tuna matarajio wakati mwingine yanayoendana, yanayolandana na jamii yetu, lakini wakati mwingine yanayokinzana. Na ni lazima kila mmoja, na hasa sisi ambao ni wekezaji, tujitahidi kufahamu haswa majirani zetu wanafikiria nini kwenye mambo ambayo yanaweza kutokana na madini. Kwa hiyo mna engage pia sana. Tunakutana nao manake. Timu kubwa inaspend muda wake wote kwenye jamii. Mimi mwenyewe ndipo nilipoanzia, na nilianza kazi kama superintendent, kwa nilikuwa na spend muda wangu wote 90% kwenye jamii, na hata leo na spend kwenye jamii, lakini zaidi sana kwenye level ya kundi la serikali. Kule nini huwa kinajitokeza sana kwa timu zinazokwenda, na wewe kama ulikuwa unakwenda, kitu gani ambacho unaona ndio kinajirudia sana kujitokeza kutoka kwa watu, kutoka kwa jamii? Watu wanatamani mara zote kuona uchimbaji, kazi ya uchimbaji wa madini ikijitafsiri kwa namna moja au nyingine kwenye maisha yao binafsi na ya kaya zao. Ukizungumzia jamii ni pana, kaya yao. Mimi as a household nina uwepo wa uchimbaji hapa unanigusaji. Kwa hiyo tunapozungumzia elimu, afya, miradi ya kipato, miundombinu, ni lazima mtu aliyeko kwenye ngazi ya kaya ajisikie kwamba uwepo wa hiyo miundombinu na huduma na kadhalika unamgusa. Lakini pia huduma nyingine zinagusa moja kwa moja watu. Vitu vingine, mfano madhara yanayotokana na uchimbaji, ni kwa namna gani mnadhibiti, kwa sababu hakuna shughuli yote, hata kuendesha gari unatimua vumbi. Kwa hiyo kwenye kushughulikia na kudhibiti madhara au viashiria au vihatarishi vinavyotokana na uchimbaji, ili kusudi kila mtu ajisikie salama. Kwanza anayefanya ule uchimbaji, tunasema hakuna kazi ambayo ni muhimu kiasi kwamba inaweza kufanya kwa kuhatarisha usalama wa watu, lakini wale wengine wale kutuzunguka. Kwa hiyo mara zote tunataka watu wafahamu tunachofanya, tujue manunguniko yao. Hiyo manunguniko yao tunajua kupitia mpango wetu ambao tunaita Community Grievance Management Mechanism. Mpango wa kushughulikia manunguniko ya jamii. Lakini pia tujue matarajio yao kwenye engagement. Sasa wanapokuja kuanza kufikiria miradi au unapofikiria ushirikiano na wananchi, ufahamu wao haswa wanatamani nini. Na kwa kweli kwa miaka 25 tumejifunza, na wao pia wamejifunza kuhusu sisi kwamba kuna mambo tunaweza kufanya, kuna mambo hatuwezi kufanya. Moja la muhimu kuliko yote ni kwamba tunatambua kwamba kuna serikali pale tunapofanya kazi. Na hivyo kuna fursa ambayo ni rare, ni fursa ya kipekee ya sisi kufanya kazi na serikali, kuwafikia watu. Kwa hiyo hatujidai kwamba tunaweza kureplace serikali kwenye kuwaletea wananchi maendeleo au kushughulika na kiu yao, lakini kwa kushirikiana na serikali, kwa sababu kuna mipango ambayo ipo ya muda mfupi, muda wa kati, muda mrefu. Tunatembea kwenye mipango ya muda mfupi, wakati na muda mrefu, kushirikiana na watu kwenye kugusa maisha yao. Na nimetaja ajira, tunazungumzia ajira watu 7,000. 98% ya wafanyakazi wetu, 98 na zaidi, ni wa Tanzania. Kuna swala wa Tanzania na kuna swala la local, watu wa pale maeneo yao. Okay. Na tunayo pia kazi ambazo exclusively ambazo hiyo ni contractors, wakandarasi wetu au sisi wenyewe, wakati wote zinafanywa na watu wa pale. Hasa zinazohusu mfano kuhakikisha usalama wa mgodi. Tunashirikisha jamii na tuna karibu zaidi ya wanajamii 900 na kitu ambao wanafanya na sisi kazi kwenye usalama. Na unajua hiyo ni akili kubwa, kwa sababu nasema mchawi mpe mtoto wako kabisa, amle, maana yake wenyewe wanajuana kabisa kufanya nao kazi, na wenyewe pia wanajua wana maslahi yao, wana stakeholders, wana maslahi kwenye uwepo wa mgodi, na hivyo wana baada ya kuelimishana na kila mmoja kufahamu malengo yetu, wanajamii wanaona pia kwamba mgodi kupoteza, sisi tumepoteza. Sasa nichomeke kimoja hapa kabla najua una swali na maswali. Yes. Umechangia kwa kiasi gani ukuaji wa sekta nyingine? Maanake watu 7,000 ambao umewaajiri ni ndani, najua kuna direct na indirect, si ndio? Ndio. Maanake indirect ni zaidi ya 7,000. Ndio. Si ndio? Watu ambao wananufaika kupitia GGM kwa pale. Lakini ukiacha hayo, mmeshiriki kuchochea ukuaji wa sekta nyingine? Kwa sababu, kwa nini nakuuliza hili swali? Nakuuliza kwa sababu mara nyingi kwenye maeneo ya migodi watu akili zao zinakuwa kwenye dhahabu tu. Kwa mfano kama ni dhahabu, yani tunasahau kwamba kuna nyanya, si ndio? Kuna services ambazo unaweza ukazitoa kwenye mgodi ambazo sio swala la kuchimba dhahabu. Hiyo mnafanyaje? Kwanza ni safari, na
shughuli ya kufungamanisha sekta yetu na sekta nyingine ni shughuli ambayo ni takwa la kisera, sera ya madini, lakini sheria na baadaye kanuni mbalimbali. Lakini kwetu sisi kwa ndani ni takwa la sera zetu za kampuni.